Karibu sana katika channel yetu ya Mawaridi Media, na leo tutazungumzia kitu kidogo lakini ni kitu kikubwa katika imani. Ni jinsi ya kuishi kwa imani tukimtumainia Mwenyezi Mungu. Tukumbuke kwamba imani ni mchakato wa kila siku wa kumtumainia Mungu na kutenda kulingana na ahadi zake. Hata kama huoni matokeo ya haraka katika jambo lolote ambalo unalifanya, inabidi uendelee kumtumainia na kumwaminia Mwenyezi Mungu, kwa sababu inahusisha na hii hali ya kumwaminia Mungu au kumtegemea Mungu inahusisha wewe mwenyewe kujimimina mbele ya Mwenyezi Mungu na kuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akanitendea au atanitendea hiki ambacho nakiomba. Na hizi hapa ambazo nitaziongelea hapa, au haya mambo matano ambayo nitayaongelea hapa, ni hatua muhimu za kuishi kwa imani na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hatua ya kwanza kabisa katika maisha ya mwanadamu yoyote ni kupaswa kujifunza neno la Mungu au kupata kujifunza neno la Mungu. Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikamuimarisha mtu katika maisha ya imani na kamfanya yeye akaweza kumtumainia Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia na kuelewa neno la Mwenyezi Mungu. Huwezi kumwamini mtu au kuamini kitu kama hujawahi kukisikia wala hujawahi kukiona. Kwa hiyo, njia ya kwanza kabisa ni kujifunza neno la Mungu. Tutajifunzaje? Kwa njia ya kwanza ya kujifunza ni kupitia kusoma maandiko matakatifu, ambayo maandiko matakatifu tunaweza tukayapata kwenye Biblia takatifu kwa Wakristo wote, lakini pia kwa Waislamu na wengineo wote kupata katika vitabu vyao vitakatifu, mfano Qur'ani na mengineyo, na kwa zile dini nyingine. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kusoma maandiko matakatifu. Jitahidi kutenga muda wako vyovyote uwezavyo, ili mradi uweze kusoma Biblia takatifu ili kufahamu tabia ya Mwenyezi Mungu na ahadi zake. Lakini pia kitu cha pili, baada ya kusoma neno la Mwenyezi Mungu, jitahidi kutafakari. Usisome tu neno la Mungu kama unasoma kitabu cha hadithi au nini. Jitahidi kutafakari lile neno la Mwenyezi Mungu na uwaze kwa kina jinsi neno hilo linavyohusiana na maisha yako ambayo unayapitia kwa muda huo. Hiyo ndo njia ya kwanza ambayo inaweza kukufanya wewe ukaweza kuishi vizuri katika maisha ya imani. Hatua ya pili ambayo unapaswa uifuate ni kudumu katika sala. Tumesema hapo mwanzoni unapaswa ujifunze neno la Mwenyezi Mungu. Kitu cha pili ambacho unapaswa ujitahidi kukifata ni kudumu katika sala. Hichi ni kitu cha msingi ambacho wewe na mimi tunapaswa tuvifate na tuvifuatilie sana. Sala ni mawasiliano yanayotujenga sisi au ambayo yanajenga mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kwa imani. Kuna maanisha tunapaswa kuwasiliana, lakini pia kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika kila uamuzi na kila jambo ambalo tunalifanya. Jambo katika kudumu katika au hiyo pointi ya kudumu katika sala, tunapaswa kuomba kwa ajili ya mahitaji yetu sisi wenyewe pamoja na ya wengine, lakini pia tukiamini kwamba yeye anasikia na atajibu kwa wakati wake ambao anaona ni sahihi. Lakini pia kitu cha pili, tunapaswa kujitahidi kutumia sala hizo kuimarisha mioyo yetu inapopita kwenye majaribu ambayo tunaona kabisa hili jaribu ni kubwa, siwezi. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anasema tuendelee kuomba, kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo linashindikana kwake. Kitu cha tatu kabisa cha kuzingatia ni kutenda kulingana na imani au utii. Kutenda kulingana na imani au utii. Imani bila matendo ni sawa na imekufa. Bila shaka kila mmoja anafahamu hilo. Hivyo kuishi kwa imani kunamaanisha kuchukua hatua kulingana na kile unachoamini kuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Katika hili swala la kutenda kulingana na imani, ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuzingatia. Kwanza ni kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho tunapaswa tukizingatie. Kuyatii maagizo ya Mwenyezi Mungu kupitia kufuata kanuni
za maadili na upendo kwa jirani, hata kama ni vigumu. Tunajua ni vigumu sana kumpenda kila mtu, kumpenda jirani ni ngumu sana, lakini inatubidi tuweze kufuata au kuishi hivyo kadri ya Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kitu cha pili ni kuchukua hatua za ujasiri. Wakati mwingine imani inakuhitaji uanzishe jambo fulani kabla ya kuona njia ikiwa wazi kabisa. Hiyo ndo imani. Kwa ufupi, hiyo ndo imani. Kitu cha nne kabisa ambacho tunapaswa kukizingatia ni kuungama na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nimesema kuungama na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuungama, hichi kitendo cha kuungama ni kitendo cha kujirudisha mbele ya Mwenyezi Mungu na kitu cha kwanza unakiri kwamba mimi ni mkosefu, mimi mwanadamu ambaye nimeumbwa kwa nyama, mimi ni mkosefu sana mbele zako Mwenyezi Mungu. Bila wewe siwezi kitu chochote. Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho au kutubu kunakuwa kuna ashiria. Tukumbuke kile unachosema kina aksi kile kilichomo ndani ya nafsi yako. Jifunze kusema maneno ya ushindi na matumaini juu yako wewe mwenyewe. Kiri ahadi za Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Badala ya kulalamika juu ya matatizo ambayo unayapitia. Usikimbilie kulalamika. Kiri kwanza kile ambacho Mungu amesema kuhusu hali hiyo ambayo unaipitia au hali yako. Lakini pia mshukuru kila wakati, kwa sababu kila siku tunasema kushukuru ni kuomba tena, kushukuru ni kuomba tena, niamini. Kushukuru ni kuomba tena. Ukimshukuru Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ataendelea kukujalia. Kuna siku tutakuja na testimonies juu ya vile Mwenyezi Mungu anatenda ukikumbuka kushukuru. Tukumbuke hata maandiko matakatifu yenyewe yanasema kuna wale watu 10 ambao walitibiwa, lakini ni mtu huyu mmoja ambaye alikumbuka kushukuru. Na baada ya kushukuru alifanyeje? Alipona kabisa. Na wale wengine kilichowakuta ni nini? Kwa hiyo tunaanza kuona hapo umuhimu wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo tunalipitia. Kumbuke shukrani ni ishara kuu ya imani kwamba unategemea wema wa Mungu hata kabla ya kupokea unachoomba. Yaani hata kama hujapata, hata kama umepata, kumbuka kufanyaje? Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu cha tano na cha mwisho ambacho tunapaswa kujitahidi ili kuishi kwa imani zaidi na hasa katika haya maisha yetu ya imani ni kuwa na subira na uvumilivu kwa Mwenyezi Mungu. Tukumbuke Mwenyezi Mungu sio robot. Mwenyezi Mungu sio kwamba anasikiliza hivi mara moja na anakujibu. Yaani yeye ana ile hali ya kujibu papa hivyo amekujibu mara moja, hapana. Mwenyezi Mungu anahitaji muda wako, anahitaji uvumilivu wako, kwa sababu imani haimaanishi kwamba mambo yatakuwa rahisi au ya haraka. Inahitaji subira ya kusubiri majibu ya Mwenyezi Mungu bila kukata tamaa katika jambo lolote ambalo unalifanya. Jifunze kuishi katika sasa. Hiyo pointi ya kujifunza kuishi katika sasa ni kwamba huku ukiwa na mtazamo wa milele, yaani unaishi katika sasa lakini unakuwa na mtazamo wa milele, ukiamini kuwa Mwenyezi Mungu anadhibiti kila hatua ambayo unaipiga, na yeye mwenyewe ndiye ambaye anaruhusu kila kitu ambacho unakipitia. Amini ukifanya hivyo, basi na Mwenyezi Mungu ataweza kukujalia kuweza kuishi vizuri katika hayo maisha yako ya imani na kupata yale yote ambayo unayaomba. Niamini mimi. Ukikumbuka kujifunza neno la Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza, ukadumu katika sala daima, ukatenda kulingana na imani au utii, ukaungama na kumshukuru Mwenyezi Mungu, yaani ukaungama makosa yako ambayo umeyatenda, dhambi zako ambazo umezitenda, ukakumbuka kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia ukawa na subira na uvumilivu, lakini pia ustahimilivu katika kila jambo ambalo unalifanya, basi Mwenyezi Mungu ataweza kujalia yale yote ambayo unayaomba. Naomba usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube ambayo inaitwa Mawalidi Media, lakini pia usisahau kunifollow kwenye account yangu ya Instagram ambayo nimetumia leo bin 35. Usisahau kunifollow kwenye account yangu ya Facebook
ambayo yenyewe nimetumia jina langu kabisa, Leobino Senatus. Nashukuru sana kwa kuangalia video hii, lakini pia naendelea kukuomba na kuwaomba nyote tuendelee kushirikiana katika maisha na kuimarishana zaidi katika maisha haya ya imani. Nakaribisha maswali yoyote katika comment, lakini pia msisahau msisahau kushare video hizi ili ziweze kuwafikia watu wengi, lakini pia watu wengi waweze kufikiwa na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana.